Nendeni basi mkawafanye watu wa mataifa yote wawe wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wafundisheni kushika mambo yote niliyowaamuru, nami niko pamoja nanyi siku zote mpaka mwisho wa nyakati. Okay, story nyingine. Tatizo watu watazame. Okay. Bale ndio litazama. Okay, ndio hivi. Bale ndio litazama. Good. Hapo sawa, okay? Mtazame hizo story, please. Come on. Mtazame. Sasa, hii story ni documentary. Ingereza, okay. Hii ni story yenye niliwatch, nikapenda nifanya ni share, niwapatie mwisikilize na moyo, lakini ukipenda kuwatch ni story ni ya huruma, lakini ni story ya kweli yenye ilipitikana, okay? Story utaza angalia, I don't know kama uko sehemu gani, sehemu ya wapi lakini kama uko sehemu ya Marekani na sehemu zingine za ngambo, utaweza iwatch Netflix, okay? I don't know kama kila watu wengi waishi sehemu za tusisimeti, watu wengi wanaishi kupori, no. Watu wengi wanaishi mjini, nafikiri wataweza ipata hii. I don't know kama nisema makosa. Netflix iko global, iko sehemu zote, lakini watu wachache tu ndio wataweza watch, kwa sababu unapaswa lipa, sio kwa bure. Lakini hii story ni ya kweli na iko sehemu mbalimbali, nafikiri utaweza iwatch. Inaitiwa Mkiingereza Killer Tiger, okay? Kwa jina tu Killer Tiger, kwa sababu gani walitia hivi? Ni kwa sababu kabla sijaanza story fani niwapatie kidogo. Inamaanisha huyu jamaa alienda kinyume ya watu, okay? Sitawapatia jibu mzuri, lakini alienda kinyume ya watu, akakuwa kama anashinda, okay? Inamaanisha hata kama, kwa sababu tiger inakuwa na nguvu, hata kama wale watu walikuwa shinda nguvu, uwezo, lakini alijaminia akashinda, okay? Njoo akasema eti nilikuwa na ile nguvu labda ile uwezo wa kushinda. Hiyo kama alishinda watu wengi wako juu zaidi yake, watu wengi hawakuwa naaminia kama ataweza kufanya hivyo. Ndio inamaanisha Killer Tiger, maana yake kwa sababu ukiangalia character nani yake za tiger, iko na nguvu, iko makali, iko so yeye kufuatana na hivi alishinda vyote, okay? Yeah. Lakini story inaanza hivi, tuanze mwanzo, okay? Yenyewe nisema hii story niliwatch Netflix, so ninapenda niwaambie story hii, baadaye tujifunze kupitia story, okay? So story inaanza hivi, niwaambia tayari is Killer Tiger, okay? So katika mwaka wa 2017, 2017, okay? Huko India, ndani ya village village inaitwa Peru, inapatikana ndani ya Ranch District, okay? Of banaandika kama ni Kiingereza hiki Jharkhand, I don't know. Hiyo jina ni kali kusema. Okay, hiyo sehemu za hapo huko India. Kila mtu anajua penye huko India. Okay? So, sitaingia kwa sababu hii story ni ndefu, ma stories zinakuwa ndefu. Mimi nitaisema kwa ufupi. Okay? Kila mtu aelewe. Okay? Kwa ufupi tu, kila mtu akuwe kama anapata hata kama mkate. Okay. Akuwe kama anapata kuelewa story vizuri, bila kuangalia nani yote, okay? Ndio nitawaelezea.
Okay. Twende, story inaanza hivi. Okay? Kulikuwa binti wa miaka 13. Okay? Na huyo binti alikuwa analikwa harusini, kwa harusi. Okay? So huyu binti tutamuita Sofia, hata kama sio jina lake ya kweli. Ndio nielezee story nzuri. Okay? Huyu binti wa 13 Sofia alikuwa analikwa, familia yake ilikuwa analikwa harusini. Okay? Sasa kufuatana na story yenye mimi niliona, huyo binti ye alienda harusini, lakini familia yake ilikuwa kama inabakia. Unanifuata? Sababu baba yake alimtuma huyo binti aende kwa hiyo harusi, kwa sababu harusi ilikuwa ya nani? Ya binamu yake. So kufuatana, kwa sababu walikuwa wandugu, ilibidi baba yake amtume binti yake huko kwa harusi. Kwa sababu gani? Binti ni ndugu, wako ndugu. Okay? Ni harusi ya binamu yake mwenyewe nisema. So ilikuwa harusi ya special. Okay? Niseme vizuri. Okay? Kwa sababu baba yake hakuwa penda ndugu yake huyo binamu wake ajisikie makosa. Okay? So ikabidi atume binti yake. Okay? Kama nabachanganya, sorry. Okay. So ilibidi amtume binti yake kwenye harusi. Tuendelee. So wakati huyo binti alikuwa kwa hiyo harusi ilikuwa inaendelea, kila kitu kiko sawa. Huku nyumbani baba yake alijawa na wasiwasi kuwa imefika usiku na binti yake hajarudi nyumbani. Okay? Kwa sababu ilikuwa shakuwa saa 6 mida saa 6, so alikuwa tarajia binti yake kurudi nyumbani. So huu usiku wa manane Sofia alikuwa anajaribu kurudi nyumbani, kukatokea vijana hawa watatu. Okay? Hao vijana watatu wakakuwa kama wanamsimamisha, wanamzuia hivi. Huyo binti anasema, okay, mimi napenda niende nyumbani. Okay, mniache niende nyumbani, lakini ilikuwa kama wanazuia hivi asiendi. Ukifikiria vizuri, maybe walikuwa kama wanasimama mbele yake wasimpatie hata njia. Okay, itaweza kuwa hata hivyo. So wenyewe nisema walikuwa kama wanamsemesha eti usiendi kwanza, kesubiri. Okay? Lakini huyo binti alikuwa na kwa sababu nafikiri benzake wenyewe walikuwa na hiyo binti, wengine tutaweza fikiria wengine binti wadogo walikuwa nao, tutaweza sema rafiki zao, I don't know, kufikiria tu kwetu. Okay? Maybe kila mtu alikuwa ashaenda. Sasa huyo binti huyo Sofia alikuwa jaribu kwenda wapi? Nyumbani. So ukifikiria vizuri, kama harusi iko hapa, unachukua unaanza tembea, unaanza enda sasa mwa hiyo njia, au vijana watatu ndio walimsimamisha. Unaelewa hapo? Okay. Twende. So katika yao vijana watatu, mmoja alimshika Sofia. Okay? Akakuwa kama anamfunga kinywa, kusikui mtu yeyote anasikia. So akamlaza chini kwa mkazo. Unanifuata hapo? So walipomlaza chini kwa mkazo, walimvua na nguo hivyo hivyo kwa mkazo. So wote watatu walifanya tendo mbaya. Wanasema tendo ya unyama. Okay? Nafikiri kila mtu anaelewa tukisema hivyo. Okay? Tena niseme walimlazimisha hiyo binti bila kupenda, wakamfanyia tendo mbaya. Na ukumbuke huyo binti ni wa miaka 13. Tukifikiria sasa, venye niliona peke yangu, au vijana walikuwa kama wako miaka 18, maybe mama 20, nafikiri, kwa sababu sura zao zilikuwa zinaonekana kama zishakuwa. Okay? Sasa vinyo nisema baba yake ya Sofia alikuwa na mgoja binti yake nyumbani.
Sasa walikuwa na wasiwasi binti yangu hajarudisha kwa saa sita. Okay? Nafikiri maybe baba yake alikuwa tarajia binti yake kurudi saa sita. Labda alimwambia ikifikia saa sita urudi nyumbani. Ndio maana Sofia labda alikuja alikuwa naanza kuja nyumbani. Okay? So wakati baba yake alikuwa anamsubiria Sofia kurudi nyumbani na ile wasiwasi yote, kwa mbali, labda tukifikiria kwa mbali, alianza aona Sofia sasa anakuja, anafika sasa nyumbani. Okay? Sofia akusema lolote. Maana alikuwa kama oni mtu kama akipigwa, oni kama mtoto akilia, unaona kama sura yote inaonyesha kama huyu mtu ana sawa. Okay? Ilikuwa kama hivyo. So wazazi wake wanajaribu kusema na Sofia, kumuongelesha, lakini Sofia asemi, ni machozi tu inamtoka. So mama yake na baba yake walijaribu sana, wakambembeleza awambie nini ilimkuta. Kisha hapo sasa Sofia akajikaza, akaanza kuambia yote ndio ilimkuta. So aliwaambia yote ilimkuta wakati alikuwa arudi nyumbani. Okay? So asubuhi yake ndani ya village kila mtu, unajua habari inakuwa tembea. So kila mtu alijua kuhusu yote ilimtokea Sofia. So baba yake ya Sofia alifanya tendo watu hawakufikiria kama atafanya. Okay? Atatenda. Nisema hivi. Kabla kusema niwaambie tendo gani ndio baba yake alifanya, kwanza niwaambie watu wa village wanaamini. Watu wa village wanaamini hivi, kila tendo ndio nafanyika mwa hiyo village, iwe mbaya au nzuri, kila tendo unaongea kwanza na wakuu wa village, unawaambia yao, baadaye wanajaribu kutafuta njia ya kila mtu aishi kwa amani, watu waelewane. Okay? So inamaanisha sio eti wewe unaanza kwa polisi labda ureportia hivyo. Hao watu wa village wanapenda uongee kwanza nao, watafute solution, njia, kisha waangalie kama watafanya hivyo. Okay? Watafanya aje? So njia ndio walisema hao watu wa village na viongozi wao walisema hivi, kati hao vijana watatu waliomfanyia Sofia mambo hayo mabaya, mmoja wao amuoe, kwa sababu hiyo aibu yenyewe, na kwa sababu ni aibu isikuwe kama inamlemea Sofia. Okay? Unanielewa hapo? So na hiyo itaweza, tukisema aibu itaweza maanisha kama Sofia itaweza mkuta inakuwa vigumu kutafuta mchumba. Okay? Kwa kuwa kumuoa in the future, maisha baadaye. Okay? Yao wakasema hivi, kati yao vijana wamuoe Sofia. Sasa baba yake akasema hapana, na familia yake yote ikasema hapana, kwa sababu wewe fikiria, mtu mmoja anakufanyia hiyo vitendo mbaya bila wewe kupenda, baadaye ukubali uolewe, labda umuoe naye, na nisimuolewe. Yeah. Okay? Haiwezekani. Okay? Hawezi fanywa tendo mbaya tena uitike tu eti kwa pamoja na ule mtu mmoja alikufanyia hiyo tendo mbaya. Hapana. Hiyo sio hivyo. So baba yake alikataa. Sasa kitu kinjo au watu wa village walishangaa, labda hawakutegemea baba yake atafanya. Baba yake alienda polisi akafungulisha kesi. Okay, unanifuata? Haki itimie, mtoto wake apate haki, wale watu ndio walifanya utendo waadhibiwe. Tajimaji. Okay, so njoo hivyo. Okay, tukumbuke kwanza kama Sofia ni mtoto wa miaka 13. Hebu hao watu wa village washaanza wazawaza kuhusu ndoa kweli? Hao watu kweli? Hao watu akili zao wazi. Fikiria. Na huyo mtoto, huyo Sofia, maneno yake yenyewe ilitoka mdomoni yake, ilifanya baba yake
give up, asiache kufuatilia hiyo kesi. Okay? Kwa sababu mtoto wake Sofia naye alikuwa sema hata ruhusu, okay? Hata ruhusu hii kesi iende hivi. Okay? Mpaka haki itimie. Sasa maneno ya Sofia ilifanya babake naye apate nguvu ya kufanya okay, acha tupiganie mpaka ikiwezekana tushinde. Kwa sababu fikiria mtoto wa 13 anasema hiyo ni maneno mazito sana, si ndio? Maneno mazito sana kwa mtoto wa 13 kusema hivi. Mimi nahitaji haki. Okay? Kuitusemesha kwa wengine watoto wa miaka 13 hawezi fikiria zaidi, wataweza ikae vitu vilitokea, lakini mtoto alifikiria haki lazima itimie. Sasa hata kama niwaambie eti kama familia yake wanapenda wafanye haki, watu wa village walipinga yote. Na ukifikiria vizuri, kama unakaa mkundi ya watu like village, village, nao watu amuelewani sawa, ni vigumu wewe kuishi humo. Unanielewa? Kwa mfano ukikaa iko kama sasa majirani, ukikuwa na jirani yako mbaya, maisha yako nayo itakuwa ngumu, kwa sababu hapa na hapa itakuwa fujo, zimwasa anachukua tu dirisha na vunja bila sababu, like anatafuta uchokozi sawa. So watu wa village wakaanza sema hivi, wewe ukifanya hivi sijui kama utaishi mwa hivi village sawa, kwa sababu watu wengi hawataanza kusemesha, watu wengi hamtaanza elewana sawa, hawataanza kusaidia, maana vitu vya mingi. So babake alikuwa na ile stress, okay, ile mawazo sana. So ikatokea hata familia ya wale vijana wakaanza mtishia babake na familia yake, eti kama tusikilizi vitu vibaya vitapata familia yako. Kwa mfano hiyo itaweza kuwa hata kulunguza nyumba, hata kupoteza maisha yao, itaweza tokea hivyo. Ndio walikuwa natoa hiyo vitisho. Familia ya wale vijana, unanipata? So hata kama walitoa vile vitisho, babake ya Sofia hakukata tamaa. Hata kama mawazo ilikuwa mengi, lakini hakukata tamaa. Alisimama kabisa akasema haki lazima itimie. Okay? Na nikasema eti kama alienda polisi akafungulisha kesi, akusikiliza watu wa village na viongozi wao. Na kuongezea hapo, kufuatana na vitisho ndio watu wa village walikuwa nasema, ikabidi mama yake ya Sofia na babake ya Sofia wakaanza fanya maturu bila kulala. Unashinda tu macho usiku wote unaangalia, wanafanya maturu. Mke anaangalia, bwana naye anaangalia. So njoo hivyo. Walifanya hivyo kusudi gani? Kila mtu anajua, kwa sababu kusikui kitu kikote kibaya kinatokea kwa familia yake. Hiyo itaweza kuwa kama wanaunguza nyumba, hiyo itaweza kuwa kama wanavunja mlango, chochote tu wawe tayari. Okay? Kwa sababu babake ya Sofia aliweka maisha yake mbele. Okay? Kupigana haki ya mtoto wake Sofia. Hata saa zingine unajua mawazo. Hata saa zingine kwa sababu mawazo na ile stress ilikuwa mpeleka, ili mkute mwa sehemu anakunywa pombe kupunguza ile mawazo, lakini haikusababisha kuachana na hiyo kesi, kwa sababu unafikiri yeye ndio kiongozi wa nyumba. So tatizo zikitokea mingi, kichwa hiki ni kidogo, inakuwa mzigo sehemu yote. So ikabidi akaona ndio njia hiyo ya kupunguza ile mawazo sana. So tuendelee. Waliposhika hao vijana watatu, wakawatia kituo cha polisi. Tukisema kituo cha polisi. Okay? So waliwatia kituo cha polisi wasubirie nini? Court. Wasubirie kusamba sasa. Okay? So
Na na ukifikiria sana sana wakati walimfanyia hiyo kitendo kwa Sofia, hakukuwa shahidi yoyote aliyoona hiyo tokeo. Unanifuata? Hakuna mtu mwenjo aliona hiyo tokeo. Hata kama baba yake ya Sofia wakati ilikuwa usiku alipata hiyo habari vinyo mtoto wake alikuwa anamwambia, njoo akaanza waambia sasa watu wa karibu. So hao watu wa karibu wengine walianza katala kwenda kwa kituo cha polisi kuambia kinyo babake aliwaambia hiyo usiku. Wakasema hapana, vitu vya village vibakie village, si wote tutaangalia njia ya kufanya labda mtoto wako asipate aibu, leo vya mingi vyao, okay? Walikuwa ping. Hata mwa Jamal alikuwa jifanya bize zimwasa bakienda kusamba hiyo, anakuwa kama anapoteza muda kidogo, anafanya vitu vingi, lakini kizuri huyo jamaa alienda akasema ukweli vinjo babake alimwambia usiku wote vinjo wanifanyia mtoto wake. Okay? So, na kizuri ni hiki sasa. Huko India, huko sheria inawekwa kulinda watoto. Kwa mfano kinyo kilimtokea Sofia. Sheria inawekwa yeyote mwenjo anatenda tendo hiyo lazima afanye nini? Aende jail. Okay? Okay? Inamaanisha hiyo, nisema hiyo sheria inalinda hao watoto. Yeyote anafanya hivyo, inampata. So, tuendelee. Sorry, niko nasoma hapa, story inaenda polepole lakini nitakupatia yote. So, inamaanisha maneno yenyewe yatatoka mdomoni mwa Sofia kwa sababu yenyewe aliona. Maneno yake tu akisema yote maneno yenyewe limtokea, hiyo itaweza tuma anashinda hiyo kesi. Hata kama kukukua shahidi maneno yake tu peke yake. Kwa sababu ni mtoto wa miaka 13 atadanganyia wapi? Okay? Itaweza tuma anashinda hiyo kesi. Na nilisema eti babake ya Sofia na alitoa ripoti kwa polisi, lakini maneno yake haina nguvu sana kushinda ya mtoto wake kwa sababu mtoto wake ndio ilimtokea, aliona yote. Okay? Mnanielewa? Mzigo yote inaelekea kwa Sofia kushinda hii kesi. Maneno ndio tatoka mdomoni mwake ndio itafanya washinda hiyo kesi. So, kumbuka hapa sasa tushakuwa mahakamani, si ndivyo? So, kumbuka sasa hapa tushakuwa mahakamani na mahakama inataka nini? Sofia aseme, huyu mtoto wa miaka 13 aseme kilichomkuta. So, ilibidi babake ya Sofia andae vizuri. Okay? So, njia ya kumwandaa, anapaswa kumwandaa jinsi ya kusema maneno vizuri. Maneno ndio ilimtokea itakuwa kweli, lakini sasa jinsi ya kusema, jinsi ya kuipanga yote vizuri. So ikabidi Sofia afanye hiyo mazoezi. Sababu aliandika chini, inabidi afanye ile mazoezi ya kusema sema. Okay? Nifungue hapa. Na wakati wote walikuwa wajiandaa kwenda mahakamani kusamba hiyo msambo, watu wa village ilikuwa kama moto sasa inapanda. Hasira ilipanda haraka. Okay, hawakupenda kabisa. Okay? Eo walikuwa penda familia iwasikilize, wasikilize yote. Kwa sababu kwa hiyo village hakujatokea mtu yeyote ashawahi kufanya hivyo. Unanifuata? Yeye babake Sofia ndio mtu wa kwanza kufanya hiyo tendo. Walikuwa kama what? Surprise. Excuse me. Ilikuwa kama yeye ndio itokee, ilikuwa kama watu wanashangaa hivi. So kizuri sasa babake Sofia alikuwa na connection. Okay? Na maanisha connection, oni mtu akikuwa na kesi, labda kesi yoyote tu, unakuwa na yule mtu wa kutafsiria sheria jinsi ya kufanya. Sasa uelewe you're right. Okay? Nani yako sasa ni ya Kiswahili.
you're right. Nikutafuta neno haipatikani. Fani nikuwa kama na explique. Okay. Sheria enjo inakuhusu sana sana wewe kuvya kwako, sasa enjo itakupatia njia ya kushinda hiyo case. Okay? Unitafutia neno huko. Okay, njoo. Sasa hao watu walimsaidia jinsi ya nani hiyo kesi. Okay? Nakwambia okay. Sheria ya kwanza India iko na sheria enjo inalinda watoto enjo walifanywa tendo hiyo. Hiyo ni nzuri, okay? So hiyo iko upande wao. Hiyo vizuri. Na nyingine sheria hivyo usifanye hivi, usifanye hivi, ufanye hivi. Hizo zote hivyo anajua, okay? Okay, maana walikuwa wanamuongoza babake Sofia ili ashinde hiyo kesi. Wanamuelezea sheria inavyotumika, okay? Jinsi venjo sheria inatumika. Kwa sababu kama hujui jinsi venjo sheria inatumika, hata kama uli nani kosa ni yao, na kama auelewi sheria ni vigumu kushinda. Unapaswa elewa sheria kisha uangalie jinsi venjo utashinda hiyo kesi. Okay, kumbuka sasa. Hii maneno ndio niko kuambia yote. Niseme eti Sofia anafanya mazoezi ya kuingia mkoti. Okay? Mahakamani. Zenyu mnataka Mswahili. Yeah. Huko. Ili aelezee sasa yote iliyokuta. Na ukumbuke, hii msambo haikuwa ya siku moja, hapana. Ilichukua miezi 14. Inamaanisha msambo ilianza Mei tarehe 2027, 2017, mwaka wa 2017, okay? Na hii msambo ikakuwa kama inamalizika 2018. Ukipiga hesabu ni miezi 14. So inamaanisha hii familia ilipigania haki ya mtoto wake, ya watoto wao kwa miezi 14. Walipigania hii kesi kwa miezi 14 kupata haki. Wengine watu ingefika hiyo kama mwaka labda nani wanakuwa kama najiachia yangu hapa. Sioni penjo binaenda. Ni kweli kuko wengine wakati waliona kweli tutashinda hii. Kwa sababu ilikuwa vigumu sana. Nishawaambia ni mara ya kwanza mtu yeyote kufanya hiyo tendo ya kwenda kufungulisha kesi mwa hiyo village. Sijui kama ningesema village sawa. Yeah, village. Kiingereza. Okay. Okay. Acha nielezee story. Tuendelee na story. Vumilia, tuendelee na story. Sikia ndugu zangu. Vumilia. So siku ilifika ya kwenda kusamba. Siku ilifika Sofia kwenda nini? Kusamba. So ilibidi Sofia aende kule aelezee yote mwanzo mpaka mwisho, yote iliyomtokea yote. Asiacha hata neno nyuma. Yote ndio aliona yote. So huyo mtoto wa miaka 13 Sofia, kumbuka Sofia ni jina ndio ninampanga sasa ni. Please kumbuka. Akasema, so huyo mtoto Sofia akasema jinsi walivyomzuia asirudi nyumbani, wenyewe walikuwa mzuia asirudi nyumbani. Jinsi wenyewe walianza kumlaza chini kwa mkazo, wakamlazimisha chini kwa mkazo, wakamvua nguo kwa mkazo. Mambo yote alisema. Na jinsi wenyewe alikuwa anasema hayo maneno yote, hakuwa anasema hivi tu anasoma yote. Mtoto alikuwa na ile alisema machozi ikaanza mtoka. Kwa sababu unajua watu wenyewe wanapitia shida. Tatizo yoyote ndio ilifanya moyo wako iume. Unasikia baada tena unaelezea hiyo story na kufanya vile vitu vikurudilie tena. Unakuwa kama unavipitia tena moyo hiyo saa ndio unaanza na machozi inaanza toka. Hata kama ukupenda unaona machozi yanatoka kwa sababu vile vitu vyote vinakurudilia kwa sababu unaviongelea. Okay? So wakati Sofia alikuwa sema hiyo kesi hiyo yenyewe ilimtokea, machozi ilianza mtoka tena. Okay? Machozi ilimtoka.
So hakimu judge, okay, alifuatilia mambo yote, alifuatilia venye mtoto alisema, wakachunguza vizuri, okay. Humo mahakamani, unajua ukienda mahakamani unajua venye wanakuwa fanya, unasamba msamba wako, wanaongea wanaangalia sheria zao vyote na hivyo, unaelewa, si ndio? So kufuatana na maneno ya Sofia na sheria inayolinda watoto wanaopitia mambo hayo, hiyo tendo mbaya, Sofia na familia yake walishinda kesi. Okay? Sofia na familia yake walishinda hiyo kesi. Na wale vijana watatu, wale wajinga vijana watatu, wakafungwa miaka 25 kila mmoja. Unaelewa? Ufikirie kama uko na miaka 30 labda 20, unatiwa mjela miaka 25. Yeah, maisha yako yote inapotezwa. Inakuwa kama unaipoteza huko mjela. Wengine nishawahi kuona wanafungwa weko makaranti matranti, wanatoka mjela washakuwa wazee. Unakuwa kama unapoteza maisha yako. So watu waanze fikiria vitu ndio wanafanya. Unasikia? Haki ilitimia. Sofia alishinda hii kesi. Okay? Na haki ilitimia. Okay, utaweza kuniuliza kwa nini nilikwambia hii story? Sababu ni ujiulize swali na we, kama ungekuwa baba yake Sofia, ungefanya hivyo? Wengine wangesema nisikilize wa village wenyewe wanasema, nitafanya. Kama sitawasikiliza, hii maisha hapa kweli nitaishi? Si kila mtu atanivimbia hapa, natembea, hakuna kuniangalia, nikitaka msaada hakuna, nikitaka eti niende kuchukua moto kila mtu anakataa, nikitaka na hiki maisha itakuwa magumu. Lakini baba yake Sofia alivuta vyote mkichwa, akasema, akaangalia mbele, mtoto wangu lazima apate haki. So mwenyewe nisema, hata kama watu wanapinga chochote tu kugombania haki ya familia yako, kweli utaweza fanya? Fikiria hivyo. Okay? Kweli kwa sababu haitakuwa rahisi, itakuwa ngumu. Kweli utafanya hivyo? Wengi watakataa, nafikiri wachache ndio watazafanya. Tusitumeshe kweli. Wachache. So uko tayari kutia maisha yako mbele, hata iwe kifo, kulinda mke wako, watoto wako? Kama uko tayari, hiyo pete usimvalishe. Kwa hauna tayari kulinda familia yako, kulinda mke wako, hauna tayari, utavalisha pete na hauna tayari? Kwa sababu watu wanafikiria ndoa ni maziwa na asali. Wanafikiria ndoa ni maziwa na asali. Hawajui kama kwa hiyo ndoa mnakuwa pilipili, mnakuwa uchungu. Hawajui hivyo. Wanafikiria tutaishi maisha vizuri, itakuwa sawa, nitaanza kubembeleza na kubembeleza. No, mtapitia vitu kama wengine watu wanapitia. Zimasa mtagombana, zingine sasa mko pamoja. Itatokea hiyo. Okay? So, utaweza fanya hivyo kabisa, uko tayari. So, kuwa tayari. Okay? Kuwa tayari. Okay. So, acha kwanza tugusie maneno ya Mungu naye. Acha tugusie maneno ya Mungu kidogo. Leo sitasoma Biblia verse study yoyote. Nitakuwa kama nagusia yako kidogo. Hii mambo ya babake ya Sofia na Sofia walisimama wapate haki, sio hivyo? Kama vile Yesu alitutendea sisi, mimi na wewe, alikuwa tayari kupigania roho zetu na sisi tupate haki, tuwe na uhuru. Kuwa shetani ni nani? Ni adui yetu. Yesu anatutafutia haki yetu
tuingie katika ufalme wa mbinguni. Kwa sababu sisi ni haki yetu kuwa ndani ya ufalme wa mbinguni, kwa sababu tulidanganywa hivi tu. Okay? Sasa Yesu anatufunulia neno ya Mungu, macho yetu ifunguke, tupate hiyo haki. Mungu atusamehe dhambi zetu, tuingie ndani ya ufalme wa Mungu. Na swali lingine itakuwa hivi: kama uko Mkristo hapa chini ya jua, uko tayari kabisa kupigania roho za watu wengine? Kwa shetani ni mdanganyifu. Uko tayari kabisa? Uko tayari kupigania haki ya watu wengine waingie katika ufalme wa Mungu? Uko tayari? Uko tayari kusimama katika ukweli? Inamaanisha, unajua, ukikumbuka vinjo zamani walikuwa sijui kama hata sasa hivi ni kidogo, lakini zamani ukitangaza tu neno ya Mungu, ukisema jina la Yesu, unatupwa mjera. Wengine walikuwa na uwawa. So hao watu walisimamia ukweli, walisimama kabisa, wakasema ukweli lazima itoke, ukweli lazima tuseme. Okay? So waliamini mambo yote Yesu alisema na wakatangaza hiyo ukweli. Kwa sababu gani? Wanaamini ni ukweli. Na ukifikiria sana, ukweli ni kwamba wengine watu hawako tayari kufanya hivyo, kwa sababu kama Petro moyoni mwake kwa ile saa alikuwa tayari kusimamia Yesu, alikuwa tayari kusema eti Yesu, ikifikia wakati wa kusulubiwa, mimi nitakuwa na wewe. Okay? Lakini unajua story mwisho alifanya nini? Alimkana, akasema mimi simjui Yesu. Okay? Ni kweli wakati venjo Petro alikuwa sema hiyo neno, ni kweli moyoni mwake alikuwa anaaminia kama atafanya hivyo, lakini wakati ile saa ilifika haikuwa hivyo tena. Tutaweza sema tuko tayari, lakini hauko tayari. Sasa hizi maswali ni kwa kama unauliza swali imani yako ndani ya Yesu. Unajichunguza peke yako. Okay? Unachunguza imani yako. Kweli uko pamoja na Yesu? Okay, naongezea kama babake Sofia na Sofia walisimamia ukweli, walisimama wapate haki. Hata kama wengi ndani ya village walikuwa sema tusifanye hivyo, wewe wasema hapana. Fikiria kama uko peke yako, uko watu 1000 kwa mfano, wenyewe wanasimama pale wanasema hapana. Watu watakuangalia, wanasema na sitafanya hivyo. Okay, unasimama kabisa unasema mimi nitakaa katika ukweli, nitasimamia ukweli, tatafuta haki, haki lazima itimie. Ndio walifanya, hiyo familia ndio ilifanya. Na ukifikiria hii maneno venjo babake Sofia alisimamia haki, iko kama venjo Yesu naye alifanya. Yesu alifika hapa duniani, wengi walimpinga neno, walipinga neno yake, wengine wakakuwa kama eti wanamrusha angamie katika I don't know kama sehemu gani pale. Wengine hata kumtupia jiwe, wengine kumtupa aanguke ndani ya mlima, kama ndani ya shimo, sikumbuki kama ilikuwa ilitokea. Yesu alisema mimi natoka mbinguni. Wengine wakasema no, natoka mbinguni. Walipinga neno lake, wakasema hapana. Lakini Yesu alifanya, hakuikaa pale sema kiwa anapinga neno langu acha nijikalie. No, aliendelea kusema mimi natoka mbinguni, kwa sababu anaaminia hiyo ni kweli. Okay? Yeye nilikuwa nasema ukiaminia kitu ni kweli, unataka unapaswa simamia hiyo kweli yako, unapaswa simamia wenyewe unaaminia, sio hivyo? Sio tu kuko dini za mingi, kuko wengine wanasimamia vitu wenyewe wanaamini. Unanifuata? Kuko wale kama ndio Buddha, wanakuwa ingia mzile wanawazika, wanafanya mikono hapo hivi mpaka inafika miaka na miaka, ni mifupa ndio inabakia tu, wanakufia. So wanafanya vitu wanaaminia. So Yesu alifanya hivyo. Fanya angalieni kwa wapi. So Yesu alisimamia haki ya kila roho. Okay? Yesu alisimamia haki ya kila roho.
Yesu alisimamia haki ya kila roho, kila kiumbe kinyo Mungu alitia pumzi. Alisimamia akasema mimi nakuja kuwaokoa. Hata kama wale wote walikuwa mtupia majiwe, wengine kama mate, wakafanya chochote, yeye alikuwa anawapigania, na wakini walikuwa vipofu hawakuwa jua. Okay? Walikuwa fikiri okay, si ndio tunajua kweli, si maneno ndio tunasema ni kweli. Yesu akasema mie ni ukweli, na kuwasimamia kufanya ni mpate haki. Unasikia? Na Yesu alijua kama adui yetu sisi kwa sisi, mimi na wewe hapana. Adui yetu ni shetani. Yesu alijua hivyo. Anasema angalia, msipigane na mimi ndio nakuwa kuwapigania. Nakuwa kuwapigania mwingine ndani ya ufalme wa Mungu, mpate haki. Mrudi katika mbinguni, katika ufalme wa Mungu. Okay? Yesu atupigania haki kwa siku moja tuwe mbinguni, tuwe salama, tuishi pamoja na malaika, tuishi pamoja na watu wa Mungu. Nishawaambia humu duniani hamna haki. Yaani hata kama hii story ya Sofia na babake ilikuwa vigumu kupata haki. Nishakwambia ni miezi 13, 14 ndio walipata haki yao. Na ni vigumu. Okay, vigumu sana. So hadi leo maneno yanahubiriwa kwa sababu kila mtu anayo na masikio na moyo ndio unadunda asikie kuwa Yesu ndiye anawapa watu haki. Yesu ndiye atakaye kukushindia. Kwa sababu wakati hukumu ikifika sasa, hiyo hukumu ni ya wanadamu, ya watu wote. Okay. Nani atakuwa mtetezi wako? Sio shetani kufa kwa ajili yako. Nani ndio mtetezi wako? Kwa sababu ni siku ya mahakama. Mshahara wa dhambi ni mauti. Yesu alikufa kwa sababu yako, alipe dhambi zako. Inamaanisha Yesu ni mtetezi wako, yeye atakupigania kesi yako. Okay? Na tunajua kama atashinda kesi yake kwa sababu gani? Alimwanga damu yake kwa ajili yako. Unaelewa hapo? Sio kwa sababu ulitenda mema ukasaidia jirani yako, hapana. Utapewa ufalme wa Mungu, utaingia ndani ya ufalme wa Mungu kwa sababu gani? Ya damu yake. Sio eti asubuhi unakuwa unashota maji unampatia jirani yako unachukua unga unampatia jirani yako, hapana. Sio hiyo. Ni damu yake. Okay? Damu yake ilimwangwa ili mimi na wewe tufanye nini? Tusamehewe. Sio watenda maovu. Okay? Tupate nini? Tusamehewe. Okay? Namalizia hivi. Kama babake Sofia na mtoto wake walisimamia haki, Yesu alisimamia tupate haki kwa siku ya hukumu, na sisi tupate haki yetu. Tusamehewe dhambi zetu, tuingie katika ufalme wa mbinguni. Na wewe usimame katika haki. Iwe Ukristo, iwe kulinda mtoto wako, iwe kulinda dada yako, ndugu yako, jirani yako. Kama unaamini ndio uliona chochote, simamia hiyo haki. Simamia vitu vinyo unaaminia. Simamia. Usiache uzulumiwe. Usiache kama wenyewe nisema, kama unaamini walikudhulumu haki yako, igombanie. Usiache, igombanie. Okay. Swali itakuwa kwako, uko tayari kupigania haki? Kama babake Sofia, uko tayari? Ninamaliza, uko tayari? Okay, namalizia story. Kweli wanadamu ni wabaya. Tunaishi hivi. Nishawaambia ule mtoto alikuwa wa miaka 13. Mimi naelewa kuko story kushinda hizi, lakini ndio hivyo tu. Wa hii dunia mna haki.
kwake ni vigumu kupata haki, kwa sababu maovu iko kila sehemu, kila pembe, kila pembe, kila sehemu. Na hii maisha ni mafupi, usifanye nini? Usipoteze. Yesu alisema ukishikilia maisha yako utaipoteza, lakini ukimpatia maisha yako kwake utaipata. Unajua maanisha, kwa sababu maisha yanapatikana kwa Yesu. So anakuambia ukingangania maisha yako utaipoteza, lakini ukimpatia maisha yako kwake utaipata tena. Mimi namalizia hapo. Peace.